Siku iliyofuata, Imani alisikizika sana kwa yaliyojiri kati yake na binti yule usiku uliopita. Maswali yakambana mengi asiyoweza kuyajibu. Angewezaje kuzidhibiti hisia zake? Ukweli ni kwamba alichokihisi hakuwahi amewahi kukihisi ushini mwake tena. Ama kweli, hujapenda, hujapendwa. Akasita kidogo na kusimama kwa ghafla. Alikuwa safarini kuelekea kwenye kasri lile. Alikuwa na kazi aliyoifanya nje karibu na lango la kasri lile eti. Akatabasamu. Hivi kwamba kuna uwezo kwamba kisura yule ananipenda mimi? La, sidhani. Kuna mtu mwenye akili zake razini anaweza kunipenda mimi? Na mapenzi yenyewe kweli nayaweza mimi? Nisiyeweza kukidhi mahitaji yangu mwenyewe, yule nimpe nini? Akapepesa macho na kuendelea na safari yake. Ilikuwa mapema mwendo wa saa 2. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Akiwa kwenye pilka zake za siku, mwendo wa saa 5 mchana. Alipinda shingo lake upande wa kushoto. Alichokiona hakuamini. Kwa ghafla, binti yule alitembea aste aste kuelekea kule alikokuwa amesimama. Urembo wa binti yule ulimwacha kinywa wazi. Na kila alipomkaribia, alisikia moyo wake ukidunda. Labda kwa furaha ama kwa kuogopa urembo wa kiumbe kile. Hivi kweli binadamu huyu ama malaika? Akajipata amezungumza kwa sauti. Wakati huo binti yule alikuwa karibu sana naye. Imani alifungua kinywa na kusema, sasa. Kisha akapata jibu, poa sana. Aliposikia sauti ya kiumbe kile kwa mara ya kwanza, hangeweza kuendelea na mazungumzo zaidi. Mwanzo, angemueleza nini? Angewezaje lakini? Angewezaje kumwambia kwamba yeye Imani kwa uchochole wake alimpenda na kumwenzi malkia yule? Angewezaje? Angewezaje kumwambia binti yule kwamba aliposimama hapa alikuwa na siku 4 mtawaliwa hajalala akimwaza yeye? Angewezaje? Angewezaje kumwambia kwamba hapo alipo alikuwa kishakata tamaa maishani na kilichomfariji kuendelea ni ushawishi wa urembo aliokuwa nao binti yule? Angewezaje? 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 Na kwa vile angeweza, alimwacha kwa mara nyingine aende zake binti yule. Ua la kasri lile lilitengezwa kwa vyuma ambavyo vilimruhusu mtu kuangalia na kuona upande wa ndani wa kasri. Imani alipenda sana kutembea kando kando ya ua lile, labda kwa madhumuni kwamba angeonana na binti yule. Akatembea pole pole hadi pale kulikokuwa na jiwe. Akaketi. Haikuwa mara yake ya kwanza kuketi kwenye jiwe hili. Kwanza, alipenda pahala hapa kwa sababu ya kivuli na hewa safi iliyopunga hapa, haswa wakati wa jua la utosi, jinsi ilivyokuwa saa hizi. Akaanza kuwaza juu ya binti yule. Sauti aliyoisikia bado ilibisha na kujirudia akilini mwake maradufu. Akamuona ndotoni. Hapo alipoketi kwa siri, akakutana naye binti yule na kumkumbatia. Akambusu na kumtazama machoni. Naye akamtazama kwa tabasamu bila ya kuzungumza lolote. Kisha Imani akanyosha mkono kuushika mkono wake binti yule. Akasikia sauti, Imani vipi? Uko sawa kweli?
Na mbona umeyafumba macho? Alijipata amesalimiana na rafiki yake Yusufu. Nilikuwa nimeketi hapa wakati mfupi uliopita. Nadhani nilisinzia tokana na joto ya jua kali. Samahani. Uhali gani Yusufu? Kwema kwako? Kwema, hamna la ziada. Imani. Kisha Imani akanyanyuka. Wakatembea kwa pamoja wakipiga gumzo. Je, Imani ataweza kumshawishi kipusa yule kuwa na uhusiano wa mapenzi naye? Ifuate hadithi hii wiki ijayo kujua mengi yatakayojiri.